tuko katika uwepo wa Bwana. Tunaenda kumwabudu sasa. Maana yeye peke yake anastahili kuabudiwa. Hakuna aliye kama yeye. Ndio maana tunamwabudu siku ya leo. Hebu funika macho yako. Unyoshe mikono yako juu. Tafakari kuwa Mungu maishani mwako. Ile sura ya 41. Isaya sura ya 41 mstari 1. Ninakaweka maneno ya utangulizi nikiyasoma, napenda wanaonisikiliza wanifuate kwa nyuma. Kwa hiyo tufuate kwa nyuma. Haya, leteni maneno yenu. Ongeza sauti. Haya, leteni maneno yenu. Asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu. Toeni hoja zenu zenye nguvu. Unapokwenda mbele za Mungu, kama ulivyokuja kwenye ibada hii asubuhi, lazima uwe na hoja zenye nguvu. Kwa nini unaacha kazi yako, unafunga nyumba yako, unaacha ofisi yako, unakuja kuonana na watu? Unakuja kusikiliza nyimbo nzuri, kwa nini umekuja? Kwa nini umekuja? Hoja zenye nguvu, Kiingereza wanaita a strong proof. Yani uje ndani ya moyo wako una makusudi madhubuti, una makusudi imara, kwamba leo ninaenda mbele za Mungu. Utapata faida kwa nini umekuja nyumbani mwa Mungu. Nataka nikuandae kuwa mtu mzima, kwamba unapoazimia ninakwenda nyumbani mwa Bwana, ninakwenda mbele za Mungu,
ni muhimu sana kuanzia nyumbani. Uwe unalea. Sema amina. Sema amina. Nyumbani utakwenda kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 20. Hiyo ni homework nakupa. Homework ya nyumbani utakwenda kusoma Samueli wa kwanza sura ya 20 yote. Utakwenda kusoma nyumbani sura ya 24 ya Samueli wa kwanza yote. Utakwenda kusoma sura ya 26 ya Samueli wa kwanza yote. Hizi ni sura ambazo Sauli alikuwa anamuwinda Daudi. Amemuwinda mpaka kwenye mapango, amemuwinda mpaka kwenye mamisitu makubwa ya Engedi huko, amemuwinda kwa mikuki, amemtupia mikuki, amefanya hila. Hata Daudi anapotaka kuoa anataka govi 100 za Wafilisti. Kwa Daudi anamuuliza Mungu, hata lini, wakati wewe ndiye uliyenitia mafuta? Wewe ndiye uliyemwambia Samueli kwamba mimi ndiye ninayopendeza moyo wako. Sasa hata lini niwindwe? Hata lini? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaani Daudi anamwambia nitakaa na hali hii mpaka lini? Hata lini? Unajua ilibidi Mungu asimame. Haya ni maneno yenye nguvu sana. Haleluya. Anamwambia hata lini kwanza utanisahau? Niendelee kupata shida namna hii? Ni hata milele? Mungu anasema anamuuliza tena swali lingine, hata lini utanificha uso wako? Maana hata lini upigane hii vita? Hata lini? Nimeshangaza, unaona? Hata lini kila wakati niendelee kuwa na mashauri nafsini mwangu, nazungumza mwenyewe juu ya Sauli ananiwinda hata lini? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hapa anamwambia nitaendelea kuhuzunika, nitakaa na huzuni hii hata lini? Sema amina kubwa sana. Amina. Sema amina kubwa sana. Amen. Sema amina kubwa sana. Neno hata lini, mfike mwenzako mwambie neno hata lini linamaanisha mtu ameshachoshwa, amekinaishwa na hali anayoipitia, anataka kuona mabadiliko. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni mtu ambaye yaani kuna hali anaipitia imemkera, imemhuzunisha, imemchosha, haitaki tena. Anamuuliza Mungu, nitakaa katika hali hii hata lini? Hata lini? Haleluya. Ndugu zangu wa Busweli, tuko pamoja? Tuko pamoja? Mchungaji utakapokerwa, mtakuwa na washirika wachache. Kanisa nimejenga kubwa, hata lini? Ya Mungu, ngoja niwaambie, siku moja mimi niliumwa mwaka 2008. Nikaamua kwenda hospitali. Nilikuwa nikimaliza kuhubiri
Nikienda kukaa kama pale ni kama nazimia, kama napoteza fahamu, nachoka. Nikifika nyumbani napumzika mpaka labda jioni vile. Ile hali ilinitesa sana. Kwa hiyo tukaamua kwenda hospitali na mama. Nilipokwenda kupimwa, kwa heshima niliyo nayo, akaja daktari bingwa akanipeleka chumba cha private, akanipima, akapima tena. Baadaye akaja akaniambia, baba askofu, wewe siwezi kukuficha, lazima nikwambie tu. Moyo wako umepanuka sana, na alafu umezeeka kuliko miaka uliyoandika hapa. Mbia, umezeeka kuliko umri wangu. Na alafu pressure yako iko juu sana. Pressure walikuta na 220 kwa 190. Hapo ananiuliza, umefikaje hapa? Mbia, nimekuja naendesha gari. Hapo ananiambia, sukari una 18. Yaani mimi nashangaa ulivyofika hapa na unazungumza. Hapo akanambia, sasa lazima unisikilize sasa, mimi kama daktari bingwa. Kuanzia leo, kwanza sitakuruhusu ule nyama nyekundu tena, ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, sijui nini. Sitakuruhusu uhubiri kwa nguvu tena. Utakuwa unaandika tu, ukifika pale unasoma tu kama unasoma. Lakini kuanzia leo nitataka upate miezi 3 likizo, uende ukapumzike mahali, washirika wasiku. Takuruhusu ule mboga nyingi za majani na kasamaki kidogo, lakini uondoe ngozi yake ya juu, au kanguruwe kidogo uondoe ngozi yake ya juu, au kasungura. Akanipa masharti mengi, nikalipa 70,000. 2008 70,000 ni malaki ya pesa. Tukaenda nyumbani. Kulikuwa na nyama ziko kwenye mafriji, niambia mama, sitaki kusikia habari ya nyama tena. Umesikia? Ilikuwa Jumatano, na Jumatano sikuhubiri. Ziko kauli zinaweza kufanya ukaugua tena. Wakaenda wakachuma vimboga na mimi vichungu hivi. Kwanza dayati yangu pale, nikiangalia kuna vimboga vichungu. Nikala, nikavumilia hiyo Jumatano. Alhamisi nikamwambia mama, leo sidi, naenda kwenye maombi, nijiandae kwa ajili ya huduma ya Jumapili. Maneno haya ninayowaambia yalitoka, niliyapata mwaka 2008. Nilipokwenda kwenye ofisi yangu iko gorofani, gorofa ya 2. Funga mlango, nikaimba. Alafu baadaye, mimi sikuomba, nikaanza kumuuliza Mungu, hivi Mungu, moyo wangu wanaposema umepanuka, nikafa kwa moyo kupanuka, wewe unapata faida gani?
wewe unatukuzwa kwa lipi? Mimi ni mtumishi wako, sijatenda dhambi, lakini leo haya ndio malipo ya kunilipa, kwamba moyo wangu umepanuka, ndio malipo ya kunilipa. Sili nyama tena na kula mboga za majani, wewe utajulikana kweli ni Mungu. Yaani nilikuwa na hoja, nilikuwa na maswali yanatiririka tu, yanatiririka tu. Hata siku nikizikwa, nazikwa kwa sababu nakufa kwa moyo uliopanuka, na moyo umepanuka kwa sababu ninahubiri Injili kwa nguvu, naombea wagonjwa, halafu nife kwa moyo uliopanuka. Nikahoji mpaka sauti ikapotea. Kafika usiku, nikiamka tena narudia, naambia nataka majibu. Wewe Bwana mkubwa uliyeniumba, leo naruhusu na pressure 220 kwa 190, mimi mtumishi wako. Unaniweka nife vifo vya walevi wanaokufa kwa sababu wanakunywa piwa mioyo kufa, na mimi unaniweka kwenye kundi kweli? Hebu kumbuka, toka 1979 nilianza kuhubiri Injili kwa mtumishi wako, mpaka leo. Haya ndio malipo? Mbona unanionea sana? Na mimi sijazeeka, yaani nitoa hoja. Sema amina ya Mungu. Nikasikia tu hoja zangu zinajibiwa kwa mstari mmoja. Nikasikia sauti pembeni hapo, wewe unanilalamikia mimi? Kwani mimi ndiye nimekuambia ule mboga za majani? Kawalalamikie waliokupa kula mboga za majani, lakini mimi nataka ule ng'ombe. Ndo aliyenipa Kumbukumbu la Torati sura ile ya 14. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 4 mpaka wa 7 ni mstari wangu wa moyo. Nikafungua Kumbukumbu la Torati sura ya 14, sura ya 14 mstari ule wa 4. Nasema hivi: wanyama mtakao kula ni hawa, ng'ombe na kondoo na mbuzi na kulungu na paa, na paa na kongoni na mbuzi wa mwitu na paa mweupe na pofu na mbuzi wa mlima, na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena. Katika wanyama wote ndiye mnyama mtakayemla. Nikarudia tena. Katika yale aliyoniambia kula, alikuwa amepatia kwenye mboga tu, maana Adamu aliruhusiwa kula mboga na matunda mengi, ndio alikuwa Adamu akula nyama. Lakini sasa kwenye Torati akasema mle ng'ombe, kila kitu. Yesu tumbo amekuja kusema tule samaki. Najua zimegawanyika hivi. Yesu nyakati zake alikuwa mla samaki, lakini Torati wote walikuwa wala nyama, vidali. Kuhani analetewa vidali. Nikasema, Mungu, nimekusikia, kwa kuwa umesema na mimi, haya maombi siendelee nayo tena mpaka Jumamosi. Naenda kuanza kula nyama leo. Bora nile nyama ya ng'ombe, alafu nikifa niseme wewe umenidanganya. Basi nikateremka kesho yake mchana hivi, nikamwambia mama, naomba nichomee fileti hapo. Sema, baba, ukumbuki daktari ambia funga mdomo,
Sitaki kusikia cha daktari mwanadamu. Bwana ameniambia nile nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, nyama za miti. Wewe nichomee. Na nikaweka oda ya kuwa na kula nyama ya filet kila siku ya kutosha. Nataka kukuhubiria ujumbe huu. Baada ya miezi miwili aliyokuwa ametupa, tukaenda tena kwake. Madaktari wana kawaida baada ya kipindi fulani urudi hapa. Tukaenda. Nilipokwenda, askofu umekuja tena hali yako unajisikiaje? Anasema wewe nipime. Maana wewe ndio unayejua zaidi, hata nikakwambia na nikakudanganya. Akaniingiza kwenye chumba cha mke wangu amekaa. Akanipima. Hapo akaja anacheka. Akasema, baba askofu, sema ndio daktari wangu. Ningekuwa na wagonjwa 10 tu kama wewe, ndio daktari, wanaoshika masharti ninayowapa. Nikamwambia ndio daktari. Kwani kuna nini daktari? Anasema pressure yako hapa iko 110/70, ambayo ni nomo kabisa. Nashangaa na huu moyo. Leo nauona moyo kama kijana wa miaka 34. Hauna kasoro. Naona sukari yako hapa iko 4.7. Mimi naona maajabu. Kweli ulifuata masharti na zile dawa umekunywa kwa sana. Natamani kucheka tukiangaliana na mama hivi. Tangu nilipotoka kwake sikwenda tena, na moyo wangu uko intact na uwezo wa amenipa uwezo wa kuhubiri, na ile msaada zaidi mpaka jua likazaa. Akaponya sauti. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio nikaita watu kuwaombea. Hiyo ni yake, sema amina. Lakini nini kimenifanya niko smart? Hoja zenye nguvu mbele za Bwana. Mimi sina mzaa, ninapokwenda kwenye maombi yangu siendi kuomba kwa ropoka. Nina hoja na kwa nimezipangilia mbele za Mungu aliye hai. Haleluya. 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 Nilikuwa na mzee wangu ambaye naye ni mchungaji sasa hivi, anaitwa Mzee Mlai. Nikaenda nikaweka mkono wangu juu ya yule mama. Nikamwambia, kwa kuwa umeletwa ndani ya nyumba ya Mungu, na ndani ya nyumba ya Mungu watu hawafii, wanafufuka humu. Kwa jina la Yesu kaa. Nikamkalisha hivi. Nikaona akakaa bila kushikiliwa. Nikamwambia, wewe sio mtu wa kukaa humu, ni mtu wa kutembea uende nyumbani kwako. Kwa jina la Yesu simama. Nikamsimamisha, akasimama. Nikaona wale ndugu zake wanashangaa. Nikamwambia Mzee Mlai, hebu mtembeze aende hivi kwangu. Akamshika. Macho amefumba, anaanza polepole, anaenda. Ndio ongeza hatua, baada ya hatua tukaongezeka. Geuka. Mwache, akaanza mwenyewe.
Nikawauliza wale waliomleta, mko tayari kumpa Yesu maisha yenu? Wote wameshafika magoti. Nikawaongoza sala ya toba. Kaambia, nendeni, anakaa wapi? Kesho mtakuja. Huyu Yesu ni wa ajabu. Haleluya, haleluya. Akanieleza, wakaenda. Kesho yake saa 4 tunaenda mimi na mama na mzee Mlai, wametandika kanga kuanzia kule barabarani. Nikanyage juu ya kanga. Mimi nikakwepa, nikawa napita pembeni, wananikimbia. Nikafika nikamkuta yule mwalimu aliyeponywa yuko anajiandaa kunipokea. Nikamsalimia. Nikashangaa. Nikwambie jambo lililotokea. Hiyo ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Jumapili mtaa ule wakaja watu 80 kuokoka. Watu 80. Na walipookoka nikaamua siku hiyo hiyo, kwa sababu najua dini yao, niwabatize siku hiyo hiyo. Hoja zenye nguvu. Sema amina. Badala ya kumtafuta Daudi ambaye mhoji Mungu, hata lini. Sema amina kwa sababu hii ni Zaburi ambayo Daudi aliandika wakati wa kuimba sana. Ambia hata lini. Bwana akamwambia, nimesikia, acha nifanye jambo. Sauli akajiua mwenyewe kwa kuangukia upanga wake. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Narudia tena, sema amen. Lazima hali ulionayo ikuchoshe. Kama ni binti umekaa miaka 28, 30, 26 hujaolewa, nenda mbele za Mungu, nitakaa hivi bila kujionyesha, bila kuolewa hata hivi. Mungu anataka zile wewe. Mama huko hujapata ujauzito, hujazaa au umezaa kamoja, mwambie tu hata nini. Utashangaa mwaka ujao umebeba unazaa. Hata nini unakaa bila kazi inayoeleweka. Hata nini. Hata nini mtakanyagia miguu hii. Kila siku niko kwenye bodaboda barabarani hivi. Hata nini. Lazima vitu vikuchoshe. Watu wa mfero unanielewa? Hapa sio mahali pa kupata hivi gari sijui sasa nani. Hapa ni mahali pa kujaa magari ya msingi. Hapa ni mahali pa kujaa magari 50. Wazee wa kanisa mnakuja mnaendesha. Ili hata unaposema Yesu anaokoa, Yesu anabariki, baraka zionekane. Sio maneno tu. Haleluya. Kuna magonjwa ya pressure ya kusumbua Mungu hata lini. Wakati mimi nimeokoka, hata lini. Utashangaa tiba ya magonjwa yako inatokea ghafla. Sema amina. Hebu ngoja nikuongezee mstari mmoja wa maana sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu tusome kitabu cha Joshua ile sura ya 18. Joshua ile sura ya 18. Andika mstari wa 3 na wa 4. Mstari wa 3 na wa 4. Umefika? Joshua 18 mstari wa 3 na wa 4. Kama umefika, soma pamoja na mimi. Joshua akawauliza wana wa Israeli. Bwana sisitiza sauti.
Yoshua akawauliza wana wa Israeli, akasema, je, hata lini mtakuwa walegevu katika kuingia kwenu na kuimiliki hiyo nchi ambayo yeye Bwana Mungu wa baba zenu amewapa? Hata lini? Naona majibu ya imani yaliyokuwa na maswali. Hata lini mtakuwa walegevu? Haleluya, haleluya, haleluya. Mstari wa 8, haya jichagulieni watu watatu kwa ajili ya kila kabila, nami nitawatuma, nao watainuka waende kati ya ile nchi na kuiandika kama urithi wao ulivyo, kisha wataniingilia mimi. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Watu wanawaambia tukirahisi, chagueni sasa watu niletea, nitawaandika au waende katika ile nchi, ni mali yao. Sema amen. Amen. Walipoliamini lile neno, wakachagua wale watu, Yoshua akawaandika, akawatuma. Kilipokuwa wanatembea wale watu wa nchi ile, wanakimbia wanarudi na taarifa ile nchi mali yetu wakapewa kwa urithi. Sema amina. Lakini nilitangulia swali hapa, takuwa legelege namna hii. Hebu mpe Bwana Yesu makofi kwa kuwa. Haleluya. Niliwahi kwenda mahali fulani, watu wanafurahia vijumba vya kupanga. Na inawezekana hapa mtu wa namna hii unasema, wewe sio mtu wa kupanga nyumba, ni wa kujenga nyumba yako ili watoto nao wazaa wawe na kwao. Unaipiga kilegelege. Hata lini? Hasa kitu anaona. Hata lini utakaa mpaka kupanga? Hata lini? Hebu mshike mwenzako mkono mwingine. Ndugu yangu, kama panga muangalie kwa uso hasa, utapanga vijumba vya watu mpaka lini? Wanakusimanga wanapokea vimashati kila leo. Hata lini? Kwa neno hili natamani Mungu akinisaidia atakaporudi hapo baada ya miaka 3 mingi, nikute watu na nyumba zenu. Kuna mchungaji mmoja Marekani alinidharau mimi na hali ya unyenyekevu tu. Sasa wakati niko kule, mchungaji mmoja ambaye Mkenya mmoja tulimfadhili wakati anasoma East kule Nairobi, alipomaliza akaenda kusoma Marekani, akawa ni profesa. Kwa hiyo akawa ni mchungaji anafundisha kwenye hicho chuo nilichoenda kusoma. Na yule mkuu wa chuo alikuwa ni Marekani, lakini kwa asili ni Mkorea, lakini aliyehamia Marekani. Sasa mchungaji akamuomba, kwa vile ni baba yangu, naomba Jumapili aje atusalimie. Kwa heshima yake akasema basi aje. Ile Jumapili alikuja kunichukua, nikaingia usini kwake. Kuta anakunywa kahawa. Yaani amenidharau. Mungu akidharau unajua.
nikamsalimia, baadaye akanambia Kiingereza, kule Marekani na neno naita Guy, we allow you to preach 130 minutes. And because 75% of my church members are coming from South Korea, I'm going to preach in English and I'm going to interpret in Korean language. Ya Kiswahili, anasema tunakuruhusu kuhubiri nusu saa. Lakini kwa sababu 75% ya washirika wangu asili yao ni ya Korea, basi utahubiri Kiingereza, mimi nitakuwa na tafsiri Kikorea. Maana nimebakiza dakika 15 za kuhubiri. Tukaenda kanisani kama mlivyoimba na nini. Baadaye mzee wa kanisa amemkaribisha mchungaji wenu. Akaribisha mchungaji. Yule mchungaji nikamsikia kwa macho, kwa masikio. Anahubiri Kiingereza, hakuna anayetafsiri. Roho saa hiyo ameipiga, anahubiri nini? Lakini mimi ameniwekea sharti, kila nitakapohubiri atakuwa anatafsiri Kikorea. Sasa baadaye aliponikaribisha akaniita tu kama Mungu fulani, hajanitambulisha. Bridge hajanitambulisha mimi ni nani, ananihubiri. Una roho ndogo, tunachanganyikiwa. Unanielewa? Nikashika maiki na yeye akachomoa maiki hapa, anangoja kutafsiri. Nikaona akili ikaja, nikaanza kumsifia. Mbia mchungaji mzuri sana. Washirika wakapiga makofi. Mpaka leo amenikaribisha mimi, mchungaji kutoka Afrika, amenipa na madhabahu. Huyu ni mtu wa Mungu sana. Makofi wanapiga. Anataka tafsiri Kikorea, mimi sisikii, nasikia lakini nimesha piga mahesabu na mimi ya kiroho. Mbia huyu mtamuuza tu. Unanielewa? Alafu nikasema nimefurahia sana ujumbe aliohubiri mchungaji wetu. Ni ujumbe unaogusa sana. Akatafsiri kwa kupiga makofi. Na kwa sababu ujumbe huu unagusa sana, mimi nataka niombe. Sitahubiri tena. Nataka niombe Mungu awatendee miujiza. Akatafsiri. Nikaanza kuomba. Nanielewa? Nikaomba Kiingereza kama neno matatu nani, nikaanza kunena kwa lugha. Hawezi kutafsiri. Sababu anajua tu, mimi nilipoona amejua hapo hawezi kunyang'anya maji. Na mimi nataka yani siku hiyo ilikuwa kidungedunge. Haleluya. Alafu Mungu kwa sio Asumani. Mungu anaendelea kuitwa wakati naomba. Haleluya. Nenda kwa lugha, kanena kwa lugha. Kulikuwa na mshirika mmoja yuko kwenye wheelchair, amekaa pale nyuma pale, anaingiaga kwenye wheelchair. Nikamnyoshea mkono, kama you stand up. Watu wakageuka, aliinuka, akatoka kwenye karatasi. Nikatoka kwenye pili. Come here. Kanakuja kwanza kama kanatembea speed up. Kanakuja kama kimbia.
kakashika mkono, kakumbuka nako, kakashika mkono, amepona. Wazee wa kanisa hao walitangulia kuja kuniangukia miguu. Baadaye na mchungaji mwenye anakuja ananifika miguu, na mimi nikakubidi. Baadaye ile mzaa niliomba sana. Watu wako chini. Wako chini. Baadaye niliomba mchungaji anasema, this is our time. Sasa ule muda wetu tubleze Mungu, tukatazama yetu mtu wa Mungu. Tubleze James. Alisema anaweza. Mimi nimenyamaza kimya. Niko na mchungaji mmoja leo ukitaka kusikiliza mchungaji mmoja anaitwa Tiso. Alishangaa. Najua wakati nanena baadaye nirudi nikanena kikelele. Wakafanya na mama. Wao wanajua nimekutumi mpaka kifuani ukelele. Wewe mwacha. Yaani huyu Yesu, na mimi ninapo Yesu. Ukienda mbele zake na hoja zenye nguvu ni mwanaume. Hao wanaokudharau leo, wanaokuona kama takataka, wewe mwenyewe bado unadharauliwa mpaka lini? Nasikia raha ninapokuwa ujumbe kama huu. Haleluya. Usiwepo kwenye kanisa zuri na mnyewezo wa kudharauliwa. Sema amina. Wewe sio mtembea kwa miguu. Lazima umwambie Bwana nataka na mimi. Haleluya. Halo. Kike mwanangu mkono mwambie, Yesu anawauliza. Utalegea hivi mpaka lini? Na mimi nakuuliza mchana wa leo, utalegea hivi mpaka lini? Na kuuliza utakaa legelege hivi mpaka lini? Utaendesha bodaboda mpaka lini? Utakaa kwenye nyumba za mpaka lini? Utakula hivi pelege. Unajua haleluya. Kuna watu mko nyumbani hapa. Hata saa nene hajapikwaga nyumbani kwako. Wewe ni mifufu. Nibaada mmoja wa shirika wangu nikikukuta mshirika wangu anakula utumbo wa kuku. Mpaka leo watu wanakula utumbo wa nini? Kuna nikikuta kuna mshirika anakula utumbo wa kuku. Sema amina. Sema amina. Yaani mnababa baba wa imani anafundisha imani. Wala kwa utumbo. Sema amen. Amen. Sema amina, 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 amina. Sema amina, 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 amina. Sema amina, 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 amina. Sema amina, amina, amina. Hii karatasi nitairuka, lakini nitamwachia mchungaji kopi. Na wazee wa kanisa na wenyewe wawili nitawachia kopi. Maana nimeandika mambo mengi. Nikiyafuata haya, ibada mnamalizaga sana. Sasa, haya. Only 20 minutes remain. Kwa hiyo, twende sura ya 18, kuna dakika 20 tazalisha kidogo. Sema amina kubwa sana. Wafalme wa kwanza ile sura ya 18. Wafalme wa kwanza ile sura ya 18. Haya. Soma mstari wa 21 na 2.
Kwa sababu ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Naye Eliya akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Sema tena, bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Hiyo sauti haijatosha. Bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Sawa 21 soma. Naye Eliya akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuate. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuate. Swali langu ni hili: mashujaa wa imani Eliya ni miongoni mwa majaji, anawauliza watu wote wa Israeli wote, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Kama Baali ndio mnamwona ndiye Mungu, fuate. Lakini kama huyu Mungu ninayemtumikia mimi ndiye Mungu, mfuate. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alitubu mbele ya washirika. Tubu mbele ya washirika. Tubu mbele ya washirika. Sasa Eliya anawaambia, haleluya, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Hii ni hoja yenyewe. Hii ni hoja yenyewe. Haleluya. Haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Yani Mungu wewe ni Mungu ajabu sana. Sema amina sana. Amina. Eliya baada ya kusema maneno yale akatoa option. Gamenyiki na Baali, simko wengi, jichagulieni ng'ombe, tengenezeni madhabahu yenu, alafu kila mmoja aite Mungu. Yule Mungu atakaye shuka akateketeza yule mnyama na madhabahu ndio aabudiwe na watu hao. Mabaali walitengeneza ng'ombe, wakamkatakata, wakatengeneza madhabahu, wakamuita Mungu wao. Tangu asubuhi mpaka saa 4, mpaka mchana, mpaka saa 8, mpaka ikafika jioni sasa. Wamejikatakata, Eliya anacheka. Waliposhindwa, Eliya sasa alikaa sema ule mstari mstari wa 30 na ngapi na 6. Soma nyuma yangu. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu
katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Usikie Bwana, usikie, ili watu hao wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Piga kelele zako na ufuate. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwa katika mfereji, na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Hata lini? Niwahi kusema jambo hili kwenye kongamano fulani la watumishi wa Mungu. Watu wanababaishwa sana na hivi viimani vya manabii wa uongo. Kwetu kule kuna viimani vya mafuta, kuna viimani vya maji, kuna viimani vya udongo, kuna viimani, watu wanahangaika. Nikasimama siku hiyo kwenye madhabahu, nikasema, hata lini mtababaishwa na hivi viimani? Mungu ninayemtumikia ndiye Mungu aliye hai, na yeyote atakaye kwenda kule, simlaani kwamba kufa atakufa, lakini atarudi magotini hapa akihitaji na atapagawa na pepo. Tunajua kuna washirika wasiosikia. Ukiwa na washirika 100, 10 hawasikii. Kwa hesabu ya Yesu alikuwa na 12, mmoja akamsaliti. Sasa ukichukua 100, 10 wapo kama hawa. Ukiwa na washirika 500, no, watu kama 50 wapo kama. Ukiwa na washirika 1000, mtakuka huko. Mimi nimezidia. Una washirika, unanielewa, kama 100 hivi. Nimetoa tangazo leo, maana wakati huo ndio yani zinatikisa. Wengine wakatoboka wakaenda, wengine wakanunua kaudongo wakapeleka kwenye maduka yao. Ijumaa nikaona mama mmoja, mtu mzima sana, na alikuwa anafanya kazi mahali fulani. Anakuja Ijumaa, ni siku yangu ya kukutana na watu, nafanyaga counseling. Anakuja akifika kama kula, anaanza kutembelea magoti, anakuja, wewe mama vipi wewe? Alipofika kuna niangukia, ambia una shida gani? Nataka nieleze kabla ya mimi nimevamiwa na roho ya uzinzi. Roho ya uzinzi na umri huu miaka 60 na yani mwili unawaka, hata wewe hapa nakutamani. Umeitoa wapi hiyo? Sijenienda kule kwenye mkutano kule. Mimi naweza kutumisha Jumapili. Hapa sikuombe. Uje Jumapili uwe fundisho kwa wengine. Yule mama alituma. Kumbe kuna wapambe wake kule. Na wengine nao tulienda nao. Wote tulienda nyonya. Nikukemea hayo mambo.
Tuna Mungu aliye hai. Yesu hakuhitaji mafuta, hakuhitaji udongo, hakuhitaji chupa za maji, hakuhitaji. Na hapa anasema sasa hivi, anasema kwa amri na maelekezo kama kiongozi, yasitumike mafuta wala udongo hapa wala chupa za maji. Jina la Yesu ni jina tosha, lina uwezo. Mwaje Nabii Zakaria, nono. Hebu niseme habari za Yesu kidogo. Hebu tusome Luka ile sura ya 9. Luka ile sura ya 9. Luka ile sura ya 9. Kama umefika, soma pamoja nami kule mstari wa 37. Kwa sababu ikawa siku ya pili yake, waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Na tazama, mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti akisema, Mwalimu, na kuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee. Na tazama, pepo umpagaa, naye mara upiga kelele, tena umtia kifafa, huku anatokwa na povu, wala hamwachi ila kwa shida, akimchubua chubua. Nikawasihi wanafunzi wamtoe, wasiwe. Tazama 41 usome. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuchukuliana hata lini? Sema amen. Unataka Yesu akufanyie nini kwenye ibada? Nakuuliza wewe, baba na mama, unataka Yesu akufanyie nini? Sogeza kule. Hebu inamisha kichwa chako kwanza. Mchana wa leo kwa wanaume na wanawake, yeye huyo amemwona kijana kazi kwa jinsi sio ya kawaida, akugusa. Rudi nyumbani kwako ukisikia kwamba katika leo nimekutana na Bwana naye amenibadilisha. Unataka maombi yako, fanya hapo sasa. I'm